Yes, amu hii wanaita Mr. Epoduli kupitia Mr. Cuboy_TV. Ni hii hapa nyingine tena, leo tuko kitaani kama kaida yetu, siku kuinua vipaji na kuelekeza vitu vingi ambavyo vipo vinahitajika katika jamii hii. Sisi sio wengine, ni wale ambao tunapita mitaani kujua vitu vingi ambavyo vijana wanafanya na kupambania ili waweze kufika ndoto zao. Tukashuhudia show moja maridadi sana na bonga la exclusive interview kutoka kwa mwanetu kitaa wa kitaa. Ni Mr. Epoduli, nyuma kamera lipo na Mr. Cuboy. Let's go. Inakuwaje mwanetu? Kama kawaida. Ile Fresh kabisa. Umekuwa adimu sana mwanetu. Tupo mwanangu. Nini ambacho ziada ambacho kinafanya mpaka usionekane sana? Tupo harakati tu za maisha hapa katikati. Lakini tukarudi kwenye game. Bahati mbaya mpinzani akakimbia. Lakini tupo fit, tunataji game lingine. Na mtu ambaye akufahamu, unaweza kujitambulisha kama nani na unajishusha hususan na nini sana? Kwa jina anaitwa Agustino Alexi aka Agubai. Ni boxer ngumi za kulipwa nchini Tanzania. Na upo katika level gani sasa hivi? Sasa hivi nipo kwenye level nzuri na pambano 16. Nimeshinda mapambano 12. Nimedraw moja, nimepoteza mapambano 2. Kipi unakumbuka au pambano lipi unalikumbuka lilikuwa gumu sana kwako? Pambano langu gumu nakumbuka ilikuwa mwaka 2014 hivi. Nicheza pale wanaita Fence Corner. Ndio. Fence Corner pale ndo nilipoteza pambano. Ile pambano lilikuwa ngumu sana. Nini ilikuwa ugumu wake ulikopo kwenye maandalizi ama ilikuwa nini mpinzani alivyokuja au tofauti ilikuwa nini mpaka kaita ugumu kwako? Ugumu kwamba pambano lile raundi ya 3 nilipata injury kwenye mkono. Ndio ugumu ulianzia hapo. Ndio jamaa akapata point kupitia hapo. Na mtu ambaye akufahamu kabisa anatamani sana kujua historia yako kwa ufupi ulipoanzia na mpaka sasa hivi ulipo. Ngumi nimeanza kitambo sana. Toka enzi hizo Texas. Toka nipo shule mimi nafanyika Texas, naenda naangalia tunacheza amacha. Kitambo sana. Hata rekodi ukiangalia ni ngumi nimeanza muda kama 2013 huko. Ndio. Inawezekana hata miaka mingapi iliyopita, mingi sana. Hadi leo 2025. Kama miaka 12 hivi. Tupo kwenye ngumi. Na lingi gani kubwa ambayo unaikumbuka ushaye kupanda na ukasema kweli hapa sana naona kweli hatua yangu ya ngumi imefika mahali ninapopataka? Kwa hapo bado hajafika hiyo lingi ambayo umepanda ukasema hapa kweli. Kwa sababu mechi zote nilizotaka kucheza za lingi kubwa, kama kuna mechi nataka nicheze Mtwara. Ndio ile iliharibika, ndio ilikuwa mechi kubwa kwangu kwa sababu alikuwa medikali ya watu wa Kiduku na mtu wa mgeni. Mechi nayo ikavunjika. Hiyo ndio ilikuwa mechi ambayo kubwa kwangu ilibidi nicheze. Na hii ya juzi ilikuwa shida nini labda mpaka ikatokea vile mpinzani naye? Hii ya juzi bwana, tulisaidi kilo 64, nikaenda na kilo 65, mpinzani akaja na kilo 72. Uongozi wa ngumi ukasema haiwezekani kilo kwa kuzidi nyingi sana. Kwa sababu ndio akanicheze naye hivyo, kwa sababu nishajiandaa, tuchatumia gharama nyingi. Wanangu wa kitengo tumetumia gharama nyingi kuliko hata huyo promoter ile alonipa. Nikamwambia bwana, mimi nataka nicheze naye hivyo hadi mashabiki wangu wajue kama kweli nimefanyaje, nimefanya mazoezi na nimekuja kupigana. Uongozi wa ngumi ukasema haiwezekani, mpaka unabidi labda ule uongeze kilo. Ndio. Nikasema sawa. Nikaenda nikala, nikaongeza kilo, tukapima, tukapata 68, yeye akapata jamaa 72 ile. Nikasema hapo kwa kilo 3 sawa, mechi itafanyika. Tukaenda chama cha ngumi fresh, tukapiga picha. Tukakubaliana kwamba ngumi zipo kama kawaida. Nashangaa kwenye pambano tena nimekuja mpinzani wangu hakufika. Sijajua sasa tatizo liko nini kwake. Hivi bondia gani ambaye unamtamani sana siku ukutane naye ama ucheze naye fighting? Kwa bondia natamani kucheza naye. Amna mimi bondia yote tunacheza naye mwenye linki. Mwenye linki kama mimi, kama na nyota moja kama mimi, tunapigana. Ila siwezi kutaja jina la bondia yote ninayemtamani. Hakuna bondia unayemtamani? Hakuna. Labda katika hizi jima ambazo maarufu sana ambazo zipo hapa kuanzia kule wakina Mabibo, Salanga na sehemu nyingine. Hakuna bondia unayemtamani yani. Unaona huyu natamani na nikicheza naye huyu atanivusha. Hapana, hamna bondia namtamani. Mimi mtu akija kuweka kazi, wanangu wa kitengo wanajua wenyewe. Na sasa ni kazi, nafanya kazi. Hamna bondia namtamani. Ila yoyote anayekuja mwenye nyota moja kama mimi, tunapigana. Support kubwa wa bondia huko kama akina ambao washafika mbali, labda akina Black Classic, akina nani, akina Muba. Hivi wewe unaambia ni Tasha, support yao unaiona wapi kwako wewe? Support ipo. Ibra mwenyewe anakujaga gym hapa. Nafanya mazoezi, sparring,
uwanjani kule kanisani anakuja, hapa yenyewe anakuja kocha Fadhili, anafanya mazoezi, anapiga padi, tunacheza naye sparring technique. Hivyo kwa mnajifunza vingi kupitia kwake na vitu vingi anatuelekeza kupitia kwake. Na ndavifanya na Mungu atabariki, vitu siku itakuwa sawa tu. Mafanikio ambayo umeyafikia mpaka sasa kupitia mchezo wako wa ngumi, au kipi ambacho unakiona kupitia ngumi hichi kweli ngumi zinanifaidisha? Kwa sasa bado. Au unatarajia nini labda ngumi ikufanyie? Natarajia kupata zaidi, lakini kwa sasa bado, mafanikio yote bado. Siseme uongo, bado, ila naamini ngumi kwa sasa ilipofikia zina hela, tutapata hela. Knockout ya mama, wamekuwa mabondia wengi sana wanafanya hivyo vitu, na siku moja ikitokea bahati na ukapata hiyo nafasi, nini utakifanya cha ajabu zaidi? Nitafanya kitu kikubwa sana. Yani nikipata nafasi hiyo watu wataelewa kwamba Golani, Kitengo, Kimara Suka kuna bondia mkali, na wenyewe wanajua. Nikipata nafasi hiyo siku moja tu nitaonyesha uwezo wangu jinsi ulivyo. Tarajia nini labda katika mchezo wako wa ngumi? Tutarajia kitu kikubwa kwa sababu mwaka huu najiandaa sana. Kwa sababu ya pambano lote litakayotokea, nipo tayari kufanya kazi, mradi promoter tukubaliana tu kwa masuala ya malipo. Basi. Kwa hiyo kuna pambano lote mbele linakuja? Kuna pambano litakiwa lije, sema promoter bado hajafika hela. Kuna bondia nitakiwa nicheze naye, lakini hela alofika promoter bado haijakisi kwangu. Bondia wa kimataifa akitokea sasa hivi unatamani upigane kama kwa shingapi ama kwa kiasi gani? Bondia kimataifa. Bondia kimataifa akitokea yani kama $3,000, $2,000 tunapigana. Ndo dau lako kubwa sana kimataifa. Hilo hela hiyo inafaa. Kwa loko ni nchini. Hapa nchini hata akitoa $2,000, $1,000 tunapigana. Na fresh tu yani. Haina shida. Kitu gani naambia watu wanakusupport kikubwa? Kikubwa naambia watu wananisupport. Wapo wengi sana, ila bila kusahau Kitengo family inanisupport sana kila kwenye mapambano yangu. Yani Kitengo family yani zaidi ya ndugu, tupo pamoja kwenye kila jambo, sio kwenye ngumi tu. Kipo kila kwenye kila jambo, na nakubali sana, wananisupport sana. Kaka zangu wananisupport, wengi sana wananisupport. Hata watu ambao nikiwa nipo na mapambano wapo nje, lakini huko wapo ni mikoa mingine, lakini nikiwapigia bwana pambano natoa mchango, wanafanya nini. Watu wengi sana wananisupport, na watu wengi nachoshukuru wanavyonipenda sana. Ndio maana natamani siku moja na mimi nipate pambano kubwa ili nionyeshe wanachokitarajia kwangu. Ushauri wako kwa vijana ambao wanachipukia wanaupenda sana mchezo, na washauri nini? Mimi nawashauri mchezo sasa hivi ushakuwa ajira, waendelee kufanya mazoezi, waupende mchezo, waache vurugu, si gombana. Mtu anajifunza ngumi kwenda kugombana na watu, si kuonekana nini, hivyo vitu sio vizuri. Kwa sababu mimi watu wananipenda kutokana nipo mstaarabu, nafanya mazoezi ya ngumi. Mtu mwingine anaweza akaniona lakini asijue kama nacheza ngumi. Sema yule anacheza ngumi aamini kama anacheza ngumi, lakini mtu mmoja akicheza ngumi hata kila mtu amuone kama anacheza ngumi. Na kwa sio vizuri. Na imekuwa asilimia kubwa sana wacheza ngumi wanaonekana kama ni watu ambao wakorofi, wezi, wanajifunza ngumi kwa ajili ya kukaba, kufanya hivi. Wewe unaiwekaje kwa upande wako? Wacheza ngumi wengi wanakuwa wana usela. Yani mtu anataka kuonekana kama ngumi, yani kama kitu fulani, yani watu fulani wamuone mtu mmoja yani hatari, lakini hiyo sio vizuri. Naomba tu, mbona Ibra Class, wakina Toa Kiduku, mbona hapo wengi, wakina Mfaume nani, mabondia kibao hapo. Kina Mwakinyo nani, mbona watu hapo fikira tu na wanani mambo yao, sio wakorofi. Sio lazima mtu aonekane mkorofi kwenye michezo hii. Watu wenyewe wanajua kama kazi yako ukipanda kwenye ringi unafanya. Ndio. Sio kugombana na watu, sio vizuri. Sasa sisi kuna kitu kimoja ambacho tunapenda sana kudili na watu ambao kushare story tofauti tukiwa na wanetu kama nyie hivi. Ni nani zaidi? Hiyo nani zaidi inakuwa ipo hivi, inasimama kwenye jambo hili moja. Unakutana na Ibra Class labda na wanamuita Pakia wa Bongo. Hivi nani inakuwa kwa nani zaidi? Wakishakutana na watu. Hapo bwana, si unaona pambano wenyewe walicheza. Nataka tujue sasa kwa upande wako nani zaidi kati yao, Pakia pale. Pale kuna Class. Wale wote mabondia wazuri. Na mtu anayepigwa sio kwamba ndo mbaya. Yaani wote mabondia wazuri. Kama unavyoona Pakia wao wanavyochana Mayweather. Ajabu Pakia walipigwa lakini bondia mzuri, na Mayweather pia bondia mzuri vile vile. Wote mabondia wazuri. Lakini kuna mmoja anakuwa zaidi yani kati ya wale, yani hapa Ibra Class na Pakia wa Bongo.
Nani anakuwa kwa zaidi? Nani zaidi yani? Hapo mimi naweza kusema Ibra Classic anakuwa zaidi kwako. Labda kutokana na nini, labda nini ambacho kinafanya mpaka akiwe hivyo? Kutokana na mfumo wake anaocheza. Anacheza jab. Jabu muda wote. Bondia anacheza jabu na kwa ni hatari sana. Bondia anacheza jabu ni hatari. Hata unapoona anacheza lole anacheza jabu, yani ukutana bondia anacheza jabu ni hatari sana. Sababu unakitaka kuingia kupiga jabu, utakufanyika yani bondia anacheza jabu ni hatari sema, afu ndo wapo wachache. Ndio maana Floyd Mayweather anawapiga sana watu kutumia jabu. Ndio. Jabu ni ngumi moja hatari sana. Anaweza kupiga kwa mkono mmoja. Akicheza tu kuna jabu akiwa makafanya kweli kateni kafanya mazoezi. Hata unaona mechi ya Lole Jafet na Nasibu Ramazani, Lole mkono wake wa kulia umeshtuka lakini alitumia jabu na mechi ikacheza, akasema kana aliruka knockdown, Nasibu akashinda, lakini mechi iliona wenyewe ilivyokuwa. Kutokana na jabu ni hatari sana. Ndio maana hata siku ile Nasibu alipopigwa na jabu. Anayekuvutia katika mchezo wa ngumi au role model wako ni nani? Mimi ananivutia katika ngumi, nampenda sana Crawford. Bondia mmoja hatari sana. Kipi kinakuvutia kwake? Crawford anacheza kama Mayweather. Napenda sana bondia anacheza kama Mayweather. Wewe ni mwingine sana wa jabu. Napenda sana bondia mwenye jabu na anatumia sana akili. Akurupuki ovyo ovyo. Chochote cha kumalizia basi ili tuweze kumalizana na hili jambo. Chochote cha kumalizia ama cha kuambia mashabiki zako au wote ambao wanatazama sasa hivi kupitia Mr. Qboy_TV. Napenda kuwashukuru sana. Nawapenda wote mashabiki zangu. Tupo pamoja, japo mechi yetu ilikufa lakini msife moyo. Tunajiandaa kwa mechi nyingine. Tutafanya kazi. Nawapenda sana mashabiki zangu. Tupo pamoja, Kitengo family mbele daima. Yes, ni hii hapa Mr. Qboy_TV1 na Mr. Apple Dully kwenye kipaza. Exclusive interview na mwanangu kutoka kitaa. Ni hii hapa kila siku ya Jumatatu mpaka Jumapili. Ni siku zote ambazo Mwenyezi Mungu ametupa pumzi ili kudili na wewe. Ni hii hapa end of story na exclusive interview imefanyika ya kibabe sana na Mr. Agubai mnyona msambavu kupitia kitaa. Si kazi yetu ni moja tu, kuwapeleka watu mjini na tuna cha ziada ama cha kuwapa ila ni kuishi nao hivi ili kupata support yetu kupitia TV ya jamii. Haramsiki.